ametupa ujumbe unaohusiana na kitu kinachoitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu, grace of God. Kwa hiyo tutaenda kujifunza neema. Kwa nini kujifunza neema? Ni muhimu sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu kuamini katika neema na kuona umuhimu wa neema ya Mungu. Kwa maana sisi kama sisi, hakuna ambalo tungeweza kulifanya sisi wenyewe la kujitosheleza, lakini tunapata kuyafanya. Hata tunayofanya ni neema. Wokovu wetu ni neema. Bwana asifiwe. Hata ile kuokoka, kufika mahali ukakubali Injili, wahubiri wakapita, alafu wakati wengine wanasema wanaongea kitu gani, wanapiga kelele, wewe ukasema no, kuna neno hapa, kuna jambo la muhimu, alafu kwa tayari kukubali Injili na mwisho wake umeokoka. Ni neema. Bwana asifiwe. Maana kama sio hilo, ungekuwa kama wengine, baba wanatupigia kelele, hao wanatusumbua. Kwa nini wanatupigia kelele? Lakini kwa sababu neema imekuwa juu yako, ndio maana ukafika mahali ukakubali kuokoka. Kwa hiyo tunaweza tukafika mbali na tukafika kwenye viwango vikubwa na tukafanya mambo makubwa, si kwa uwezo wetu tu wenyewe, lakini katika kuamini neema ya Mungu ambayo iko juu yetu, tunaamini kwamba hayo makubwa yanawezekana. Sema amen. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu. Neema kwa neno la Kiyunani inaitwa charis, 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 ambao wazungu wanasema ni grace. Ni maana neema nini? Ni ule ustahirisho wa kimungu kwa wanadamu ambao hawakustahili. Ustahirisho wa kimungu kwa wanadamu ambao kimsingi hawa wanadamu hawakustahili kufika kwenye level ya kustahirishwa, lakini kwa neema ya Mungu wameweza kufanya nini? Kustahirishwa. Na inawezekana tafsiri pia kwamba ni upendeleo na wema wa Mungu anaowapa wanadamu bila wao kustahili au kufanyia kazi. Upendeleo na wema wa Mungu anaowapa wanadamu bila wao kustahili au kufanyia kazi. Hiyo inaitwa neema. Bwana asifiwe. Sema amen. Ni msamaha na nguvu na baraka za Mungu zinazotolewa kwa hiari yake Mungu. Kwa tunajifunza tunaona katika mazingira ya tafsiri hizi tatu, yote yanaleta maana ya neema. Na hapa tunazungumzia kitu ambacho hakikuwa ndani ya uwezo wetu, kitu ambacho kimetokana na ule moyo wa Mungu mwenyewe, kwa hiari yake mwenyewe, na si kwa sababu unatendewa hayo kwa sababu una sifa au kuna kazi ambayo umefanya. No, kwamba ni kitu ambacho kinaumbika ndani ya moyo wa Mungu, ile nguvu ya Mungu ambayo inaachiliwa kwa mwanadamu na anapata kuwa kwenye sehemu fulani au kufanikiwa katika eneo fulani bila vigezo vyovyote, bila hata yeye kustahili, bila hata yeye kufanyia kazi yoyote. Mungu atusaidie. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Na hebu tuendelee mbele kidogo. Kwa hiyo katika hili la neema ambayo ni usahirisho ambao Mungu anaufanya kwa wanadamu bila wao kustahili, ni jambo ambalo liko ndani ya moyo wa Mungu. Na kwa maana hiyo ni muhimu sana kwetu sisi tuliofanyiwa
kujua umuhimu wake na kujua thamani yake, lakini pia kujiweka tayari kuendelea kuishi katika hiyo neema. Nje ya kufanya hivyo, maana yake unaweza ukapishana na hiyo neema na mwisho wa siku ukaishi maisha ya tabu, maisha ya kuhangaika, maisha yasiyo na matunda, maisha yasiyo na mafanikio. Kwa nini? Umeitupilia mbali neema, umeikataa neema na umeipuuza neema. Kwa ni muhimu sana kwetu sisi wana wa Mungu, wale ambao tumepatikana si kwa fedha wala dhahabu, lakini kwa damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo, kwa jinsi ambavyo aliachilia neema kwetu, na mwisho wa siku tukafanyika kuwa wana wa Mungu. Ni muhimu sana kuweza kuzingatia sana. Kama kuna mambo ambayo napaswa kuzingatia ni pamoja na neema. Sifike mahali tukatembea kwa kiburi na kujiinua kwingi, lakini tuamini katika nguvu ya neema ambayo iko juu yetu. Bwana sifiwe. Lakini pia tuweze kuitunza neema hii, maana nje ya kuitunza neema, kwa maana ya kuitupilia mbali neema, tunaweza tukajikuta tunaishi maisha ambayo sio maisha yaliyokusudiwa na Mungu wetu. Yesu asifiwe. Bwana pewe sifa sana. Wangapi ana shauku na kulipokea hili neno la Bwana leo, na anasema mchungaji, tuko tayari kabisa kabisa. Lazima moyo wako uwe tayari, ili kwamba hata neno linapoendelea lipate mahali pa kutua, lipate mahali pa kufikia. Maana nje ya hapo unaweza ukajikuta hili neno linapita, linaingia sikio hili, linatokea sikio lingine. Lakini pale ambapo kuna ule utayari na shauku na kiu, maana yake hilo neno linapata nafasi, na likipata nafasi, maana yake uko mahali salama. Bwana sifiwe sana. Mnafahamu ile Yohana 3:16 inazungumzia jinsi upendo wa Mungu ulivyofanya kazi kwetu. Kwa kupenda kwake mwenyewe Mungu akaupenda ulimwengu ambao ulikuwa umeasi, umetenda dhambi, umemkosea Mungu, umeenda kinyume, lakini bado Mungu akahiari kupenda ulimwengu mwenyewe, wala si kwa vigezo, kwa yale tuliyofanya. Maana kama ni vigezo tuliyofanya, hatukuwa wasafi, hatukuwa wazuri, tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa tumemkosea Mungu, tulikuwa tu uchi, hatutamaniki, tulikuwa tu aibu, hatufai. Lakini Mungu kwa kupenda kwake mwenyewe akatupenda kama tulivyo. Hii ni ile hatua ya neema ambayo aliachilia kwetu, ili kwamba aweze kutustahirisha, atutoe kwenye mapungufu, atutoe kwenye uchovu, atutoe kwenye laana, atutoe kwenye mateso, na mwisho wa siku atustahirishe. Bwana sifiwe. Na ndivyo tulivyo, tumestahirishwa na Mungu ni kwa neema, wala si kwa sababu tulikuwa na vigezo ambavyo vingemshawishi Mungu. Hapana. Mtikise jirani, mwambie hata wewe hukustahili. Usimwone alimwambie hata wewe hukustahili, lakini kwa neema umestahirishwa. Bwana sifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Hata mimi sikustahili, lakini kwa neema nimestahirishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni ustahirisho unaotolewa kwa wanadamu kwa kupenda kwake mwenyewe, bila hao wanadamu kuwa wanastahili. Neema. Yesu asifiwe. Sema amen. Kwa leo tutajifunza neema, na Mungu akupe tayari wa kuwa na shauku na kiu, ili kwamba hiki ambacho Mungu anaenda kunena nasi basi kiweze kupata nafasi ndani yetu, na hatimaye kiweze kuendelea kutujenga, kiweze kuendelea kutuimarisha, lakini pia kiweze kuleta matokeo ambayo Mungu amekusudia, matokeo ambayo
yamo ndani ya moyo wa Mungu, na Mungu mwaminifu ameyakusudia yawe sehemu ya kila mtoto wake. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe sana. Lakini pia neema tunaiona ikitenda kazi mahali pagumu, mahali pagumu, kwamba mtu ambaye angestahili asukumiwe mbali, kwamba kwa makosa haya, kwa mapungufu haya, rafiki hufai hata kidogo. Lakini Mungu hakufanya hivyo. Bado kwa neema yake ambayo ameachilia kwetu, hata wale ambao tulikuwa mbali naye, tumekosa, tumefanya vibaya, hakuona kwamba ni vema tusukume mbali. Alienda kinyume na maisha na kuwaza na kutenda kwa wanadamu wa kawaida. Mwanadamu wa kawaida ana aina fulani ya kuona kwamba huyu anafaa, kwa maana ana vigezo. Bwana asifiwe. Lakini pale ambapo hana vigezo, anasema huyu hafai kabisa, hata kutana ya haitakiwi. Kwa nini? Hana vigezo. Lakini Mungu kwa kukosa vigezo kwetu, bado hiyo neema ikaachiliwa kwetu. Na ndio maana leo si wale wa kale wa aina ile, hapana. Sisi watu wengine ni viumbe vingine, kwa maana ya ile neema imetufikisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Imefanya nini? Imetufikisha hapa. Kwa rafiki, neema hasa inakufanya wewe usijione kwamba wewe ni wewe tu, na ukaona udhaifu wako na kuona kutokuweza kwako na kaona mapungufu yako. Neema inakufanya uone hiyo neema ya Mungu, hicho ambacho Mungu amekifanya kwako, kiasi kwamba ukafika mahali pa kuweza kuonekana kwamba unafaa. Bwana asifiwe sana. Na nini maana yake? Kwa mtu ambaye hajaokoka ni kumfanya aone kwamba Mungu ana aina yake ya kutafuta watu wake, ana aina yake ya kuhusika na watu wake. Pale ambapo inaonekana kwamba isingewezekana, Mungu bado anaachilia hiyo neema, inapata kwa juu ya mtu, anastahilishwa bila kustahili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo mambo pia hayawezekani. Lazima ufike mahali useme niko tayari Bwana. Lazima ukubali ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ndio, niko tayari Bwana unibadilishe, niko tayari Bwana kuishi maisha mapya, niko tayari Bwana kuokoka, niko tayari Bwana kutembea na wewe. Ndio lazima iwe sehemu yako. Maana yake nini? Pia watu wengi wamepishana neema, kwa maana hawakuwa na ndio. Neema ya wokovu iko tayari, lakini mtasema hapana, hapana, hapana. Siku zote moyo wake ni hapana, siku zote moyo wake ni hapana. Na kwa maana hiyo wamepishana na hiyo neema ambayo Mungu ameiachilia kwetu. Zipo njia za neema au aina za neema, na niombe twende huko. Ya kwanza ni neema iokoayo. Neema iokoayo. Tasoma waraka wa Paulo kwa Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Naomba usome hapo. Efeso sura 2 na ule mstari wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Neema iokoayo ni neema ambayo imetuokoa, na neema hii haikutokana na nguvu au kipawa chetu au nguvu ya nafsi zetu. Hapana, hapana. Ni willing matter, willingness ya Mungu mwenyewe kuona kwamba kuna umuhimu wa kutuokoa. Kwa hiyo neema ambayo Mungu aliachilia ndio ambayo imefanya kazi ya kutufanya tuokoke. Kwa hiyo wokovu ni neema. Kama si neema, na wewe ungehubiriwa ukasema no, sitaki kuokoka. Lakini katika wengi waliohubiriwa, wewe ukasema niko tayari, ni neema. Sasa inawezekana wewe ni mwanadamu wa kawaida, umetoka kwenye viuno vya Adamu, ndio maana kwa mwanadamu usingekuwa na tofauti na watu wengine.
lakini kwa neema ya Mungu akasema niko tayari Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hapo hakuna fedha uliyotoa, hakuna dhahabu uliyolipa. Hapana, umeokolewa kwa neema ya Mungu. Kwa namba moja ni neema hiyo iokoayo, ambayo hiyo ndio ambayo imefanya kazi ya kukusanya watu waliokuwa wamepotea, watu ambao walikuwa mbali na Mungu, watu walikosea Mungu, na kwa neema hiyo wakapata kuokoka. Hiyo ni neema iokoayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa nataka ninene na mtu ambaye hajaokoka mahali hapa, au yeye ambaye ukanitizama, kwamba ipo neema ya Mungu kuweza kukuokoa ukatoka kwenye vifungo vya dhambi. Maana ambapo nahisi kwamba hutaacha dhambi hii, hutaacha hili, kwa maana imeshakuwa ni kawaida yako, ni tabia yako. Lakini unapokubali neema ya Mungu, ina uwezo wa kukuokoa na ukawa mbali na vifungo vya dhambi, na maisha yako yakabadilika. Baada ya kuwa mtu mbaya ukaonekana kwamba ni mtu mwema. Baada ya kuwa kwamba una laana ya dhambi, ile laana ikaondoka juu yako kwa neema. Hivyo hivyo ulivyo, pamoja na hayo matendo yako, pamoja na huko kuziba masikio kwako, pamoja na aina fulani ya kuona kwamba wewe wala husikila, lakini unapofika mahali ukakubali neema ya Mungu, ile neema ya Mungu inakuokoa. Bwana asifiwe. Yawezekana waweza kama umekukatia tamaa, lakini unashangaa naona tayari yule ambaye alikuwa ni kibaka mtaani, alikuwa ni mwizi, jambazi, alikuwa hawezekani, ikafika mahali ile neema kashika moyo wake, na mwisho asema niko tayari kuokoka. Bwana asifiwe. Kwa nakupa tu na kuhabarisha kwamba ipo neema iokoayo. Ni neema ya Mungu ya kukuokoa, ambayo ndio ilioniokoa mimi, nimeokoa fulani na fulani na fulani. Imetuokoa wote tukakuwa watoto wa Mungu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa ni vema umpokee Yesu Kristo, umwamini Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, ili kwamba hiyo neema inapombika juu yako, maisha yako yanabadilika. Si kwa nguvu zako, si kwa utashi wako, si kwa uwezo wako. Hapana, neema ya Mungu iokoayo ina uwezo wa kufanya wewe ukaokoka na ukaacha ulevi, ukaacha zinaa, ukaacha dhambi na matendo maovu. Ni pale unapokubali hiyo neema ya Mungu iwe juu yako. Hapo ndipo ambapo unasema niko tayari Bwana, niko tayari Bwana. Unasikia ndani mwako kama unahukumiwa, unasikia unatamani kwamba uokoke, unasikia shauku ya kuokoka, unaanza kuona ubaya wa dhambi. Hayo yote yanatokana na ile neema ya Mungu ambayo ipo kwa ajili ya kutuokoa. Pigie Bwana makofi mengi. Kwa usijifungie kwenye mawazo yako ya kuona kwamba hakuna kuokoka. Usijifungie kwenye mawazo yako ya kuona kwamba dhambi ni raha, dhambi ni tamu. No, huko ni kuingia kwenye shida, ni kuingia kwenye mateso. Unachotakiwa ukubali neema ya Mungu ambayo ina uwezo wa kuokoa, ili ifike mahali fanye kazi ndani mwako na uweze kutoka kwenye utumwa wa dhambi, na mwisho wake uitwe kwa ni mwana wa Mungu, yule ambaye amekuwa mbali na laana, yule ambaye amekuwa mbali na uonevu wa adui, na maisha yako yaweze kuleta maana. Bwana asifiwe. Maisha haya ya duniani hayana maana kama mtu usipomwamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kwa maana hata kama ungesema umefanikiwa katika mambo ya dunia, lakini bado huna amani moyoni mwako, bado una vifungo, bado unahukumiwa ndani mwako. Lakini unapokubali kuokoka, maana yake maisha yanaleta maana. Bwana asifiwe. Sema amen. Sema amen. Pigie Yesu makofi mengi. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema imefunuliwa, neema kwa watu wote imefunuliwa. Ni swala la kuamka na kutoka kwenye usingizi, kwamba majira ambayo watu wameamka wewe unaona kwamba ni usiku. No, lazima uamue na ufike mahali uone hiyo neema kwamba ipo tayari, na uchukue hatua. Lazima uchukue hatua ili kwamba pia hiyo neema iweze kufanya kazi juu ya maisha yako. Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Kwa hii neema pia ndio neema ambayo inatufanya tuweze kutunza wokovu, kwamba baada ya kuokoka ifike mahali tukatunza wokovu. Ni kwa sababu ya hiyo neema. Ukiona
umeokoka na bado wokovu na kunaona ni jambo tu la kawaida, unaishi maisha ya michanganyo, si moto si baridi, unaishi maisha vuguvugu, rafiki, kuna kupungukiwa neema ya wokovu. Unahitaji neema ya wokovu ili kwamba neema ya kutunza wokovu wako pia iweze kuumbika ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Na katika maombi unaweza kuomba pale ambapo naona ni kama unasukuma kutenda dhambi, unasukuma kuishi maisha ya dhambi, unasukuma kuishi maisha ya kuendelea kwa mtumwa wa dhambi. Usifike tu mahali ukaomba tu maneno mengi, omba neema ya kutunza wokovu. Ili kwamba hiyo neema inapokuwa juu yako, hapo ndipo ambapo hata kama ungeshawishiwa kwa fedha au kwa chochote, utasema no, mimi nimeokoka. Siko tayari kutenda dhambi. Siko tayari kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna neema ya kutunza wokovu pia. Mpigie Bwana makofi mengi. Na ni kwa neno la Bwana leo, hiyo neema ya kutunza wokovu iumbike maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Uwe na msamiati wa hapana. Maana shetani anachotumia ni kutumia akili zetu na ufahamu wetu. Eti mkila tunda hili mtakuwa hivi na hivi. Anawadanganya. Lazima ifike mahali useme no, hapana. Msamiati wa no utumie. Nakuja mtu anakushawishi aidha kutokana na shida na adhuru unayo, na anaona kama ni majira pa kukunasa. Nyumbani chakula hamna, labda umelala njaa siku moja au umekula kushiba. Mwisho wa siku shetani anasema, sasa rafiki, kwa nini usiingie kwenye michongo hii na ukaweza kupata fedha nyingi na ukaishi maisha ya raha? Lazima ifike mahali useme no, mimi nimeokoka, niko tayari kumwishia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema hii ya kuokoka pia inaambatana na hiyo kutunza wokovu wako. Lazima ufike mahali utunze wokovu wako, ujionee fahari kwa ajili ya wokovu wako, wala usionee haya Injili kwa gharama yoyote. Utunze wokovu wako. Kwa hiyo neema inapokuwa juu yako, maana yake utasema hapana. Kurudi nyuma tena hapana. Kuingia kwenye uchafu tena hapana. Kwa nini? Kuna neema ya kutunza wokovu. Pige Yesu makofi mengi. Ni katika majira haya yenye michanganyo na mafundisho mbalimbali na mengine ambayo yanapinduliwa, Mungu akupe neema ya kutunza wokovu kwa gharama yoyote. Usikubali kupotoshwa wala kuyumbishwa kwa lolote. Mungu akupe neema ya kutunza wokovu wako katika jina la Yesu Kristo. Ni binti uko mashuleni, kijana uko mashuleni, wakati wengine ni fashion kwenda kwenye madisco, ni fashion kwenda kwenye uhuni na mambo mengine, lakini Mungu kwa neno lake leo akupe neema ya kujizuia. Neema ya kujizuia kuona kwamba hapa si mahali pangu. Wakati wengine wanashindana kwenda huko, lakini wewe ufike mahali uwape mfano na useme wazi, hata kama wanakushawishi kwamba hapana, mimi huko siwezi kwenda, kwani nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana makofi mengi. Kwa mambo mengine tunaweza si kwa uwezo wetu wenyewe, lakini tunaweza kwa sababu Mungu anaacha neema kwetu. Kwa hiyo tunapata kutoa neno hapana, kwa sababu hiyo neema ya wokovu inatupa kutunza wokovu, inatupa kuona umuhimu wa wokovu, inatupa kuona kwamba wokovu ni kitu cha thamani, ni zaidi ya dhahabu, ni zaidi ya fedha. Bwana asifiwe. Kwa maana wapo watu wenye fedha, wenye utajiri wa dhahabu, lakini wako kwenye mateso. Ni zaidi kuwa na masters na PhD. Kwa sababu wapo watu wenye PhDs lakini wako kwenye mateso. Wanaenda kupiga magoti kwa waganga wa kienyeji, wanavarishwa mavi ya mbuzi, huku hawaelewi. Lakini yupo mtu ambaye wala hana masters wala PhD, ana wokovu, maisha yake ni super, yuko smart. Kwa nini? Anatunza wokovu wake. Huwezi kumwibia kwa gharama yoyote, wala huwezi kumpotosha. Kwa nini? Kwa sababu anaamini kwamba hichi alicho nacho ni cha thamani kuliko kitu kingine chochote. Piga makofi mengi kwa joto for Bwana. Mungu atusaidie sana ili tuishi maisha ya kutunza wokovu, lakini pia tuishi maisha
ya kuona kwamba sisi ni watu aina fulani. Tusijichanganye. No, tusiishi maisha vuguvugu, lakini tuishi maisha kweli kama watu tuliokoka, na neema ya kutufanya tuishi maisha hayo ipo. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe sana. Aina nyingine ni neema ya utakaso, kwamba tunawezaje kuishi maisha yenye utakaso, maisha safi. Bwana asifiwe. Kuna hiyo neema ya utakaso. Neema utakaso maana yake hasa ni utakatifu. Neema utakaso maana yake hasa ni kuchukia uchafu. Uchafu kwa maana ya dhambi, uchafu kwa maana ya kurudi kwenye maovu. Neema utakaso inatufanya tujirinde mbali na uchafu, inatufanya tujirinde mbali na dhambi, mbali na maovu. Mahali ambapo wengine wanakimbilia kule, miguu inakuwa nyepesi kukimbilia kule, sisi miguu yetu inakuwa mizito, hatuko tayari kukimbilia kule. Wakati wengine wanakazana kutoa vipaumbele kwa yale ambayo yanaleta uchafu maishani mwa yale maovu, lakini neema ya utakaso inatufanya tufike mahali tuchukie yale machafu, tuone kwamba ni aibu. Mtu kama mimi ambaye nimeokoka, naitwa kwamba ni mtoto wa Mungu, mtu ambaye nimekombolewa kutoka huko kwenye utumwa, ifike mahali kwamba narudi tena kwenye mambo ambayo nimeyatapika, ni aibu. Kwa neema utakaso inatufanya tujirinde na kurudi kwenye uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na tukijua pia kwamba tunaitwa watakatifu kwa sababu huyu tuliyemwamini ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuamini mtu mchafu, no, tumemwamini mtakatifu wa watakatifu, na tunapata hiyo neema kwa maana huyu tuliyemwamini ni mtakatifu pia. Piga makofi mengi kwa utukufu wa Bwana. Kwa tumeokoka, tumepata neema ya kuokoka, lakini pia kuna neema ya utakaso. Maisha ya wokovu bila kuwa na neema ya utakatifu au utakaso, maana yake utaitwa kwamba umeokoka, lakini uko unajivuruga. Huku unataka, kule unataka. Lazima ifike mahali utunze hiyo purity yako, ili kwamba uendelee kuishi maisha yenye utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tito sura ya 2 anza mstari wa 11 mpaka 12. Tito sura ya 2 mstari wa 11. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Bwana asifiwe sana. Neema ya wokovu imefunuliwa tayari. Sasa kuna neema nyingine ambayo inaambatana hiyo neema ya wokovu, ni neema utakaso. Ndio ambayo inatufanya tukatae maisha ya uchafu, maisha ya kujichanganya, maisha ambayo hayana staa, maisha ambayo hayamtangazi Kristo, bali yanaashiria kwamba huyu ni kama hajaokoka. Sasa ni kama hajaokoka vipi wakati huko ameokoka? Kwa hiyo amepoteza neema ya utakaso. Inahitajika baada ya kuokoka hiyo neema utakaso iumbike ndani mwako na endelee kufanya kazi ndani mwako, ili uchukie uchafu. Wakati wengine wanakimbia mambo ya chafu, mambo maovu, lakini ifike mahali useme no, siko tayari kujichafua. By the way, nimevaa vazi la heshima, wokovu. Na hili vazi la heshima kwa gharama yote lazima ulitunze liwe safi, liwe mbali na uchafu, liwe mbali na mawaa. Kwa nini? Umevalishwa vazi la heshima ambalo ni wokovu ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa rafiki, ng'ang'ana na hilo vazi la heshima, vazi la utakatifu, vazi la wokovu, na hiyo neema ipo tayari. Endelea kuishi maisha ya kujitenga na uchafu wote, kuchukia dhambi, kuchukia uovu wote, ili kwamba hiyo neema ambayo Mungu anaiachia juu yako iweze kuendelea maishani mwako. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Lazima uwe na kiasi. Kama kuna siri ambayo inatufanya tuweze kushinda
katika maeneo mengi ni ile kukataa kusema hapana. Kama ni jambo ambalo unaona linakutenga na ukweli wa Mungu, neno la Mungu, ifike mahali uwe jasiri kusema hapana. Na kama kuna jambo ambalo neno linakutaka kulifanya kwa maana liko ndani ya moyo wa Mungu, ifike mahali useme ndiyo Bwana, niko tayari, na useme kwa kudhamiria na ulifanye kwa ari na moyo wa utayari, kwa maana hayo ndio mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Piga makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa ni katika mafundisho haya Mungu pia akupe neema ya utakaso katika jina la Yesu Kristo. Iumbike maishani mwako katika jina la Yesu. Ujitenge na uchafu wote, uchukie uchafu na uone hasara ya kutembea katika uchafu na maovu, bali uanze kuona faida ya kutembea katika utakatifu na kuona kwamba wewe si mtu tena wa kurudi nyuma. Hapana, ni mtu wa kusonga mbele na Bwana, kumwishia Bwana maisha yako yote. Uende kuishi maisha hayo, kwa maana pia hiyo neema imeachiwa juu yako. Piga makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa lazima rafiki ung'ang'ane na Bwana, umwishie Bwana, ujitoe kwa Bwana, useme no, mimi ni dhabihu ya Bwana, niko tayari. Jitoe kwa Bwana na mwili wako utumike kama dhabihu takatifu kwa Bwana. Na by the way, mwili wako ni hekalu la Bwana. Kwa si vema kutumia hekalu la Bwana kwa mambo machafu. No, lazima useme no, hii hapana. Hii sio mahali pangu. Mahali pangu ni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Yesu makofi mengi. Neema hii iumbike ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Bwana makofi mengi. Hii pia inakufanya uwe na kiasi. Kila jambo ambalo mwanadamu nalifanya lazima liwe na kiasi. Hata kula tu. Hata tu kula huku kwa kawaida, ambapo kula si dhambi. Lakini kula tu huku kwa kawaida, kama huna kiasi, unaweza ukala na mwisho wake ukavembewa, na ikaleta shida na adha, na ukaanza kupata madhara. Kwa hiyo lazima pia iambatane na kiasi. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasema mchungaji, tuko tayari kuishi maisha yenye kiasi? Sio unaenda mahali hata kule kula tu. Umeenda mahali wasema karibu ni self service. Sasa wewe pale unaenda pale unajaza msahani. Watu wanakuangalia. Huyu jamaa vipi? Haoni kama kuna wengine hapa? Yaani unajaza nyama unapakua tu, samaki unazoa tu, wali unataka uchukue wote mzima mzima. Ni kweli kula kwako si dhambi, lakini huku naenda kutaka kula bila kiasi, na matokeo utakwaza wanaokuzunguka, wataanza kuangalia. Kwa hiyo utafanya ukwazike mioni mwao. Kwa kila jambo lazima liwe na kiasi. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mpige Yesu makofi mengi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kama na amani na furaha, piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, naomba usome hapo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Sura ya 5 anza 23. Mstari wa 23. Mungu amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu hifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Mungu mwenyewe awatakase, maana yake ni ile neema. Lazima tuamini katika hiyo neema, ili kwamba pia tuendelee kuishi maisha ya utakaso mpaka hapo ajapo. Kwa hiyo ili kuweza kutunza wokovu wako na ukaishi maisha yenye utakaso, maisha matakatifu, ni Mungu anayeacha neema hiyo ya utakaso. Na hiyo neema inapokuwa juu yako, maana yake utajionea fahari kwa ajili ya wokovu ulionao. Utajuta. Ukianza kuona aina fulani ya kujuta kwa ajili ya wokovu wako inaumbika ndani mwako, unajiuliza maswali mengi kwa ajili ya wokovu ulionao, maana yake uko unapungukiwa na neema ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Huku hamu ya kuingia kwenye ulevi inakuja kakiuka na ibuka,
Unaanza kutamaa, kipita binti mama fulani amependeza, wewe tayari ni kama inakupeleka kule, kwanza kuvutika kurudi kule, mawazo yako yanapeleka kule, na wakati unapoteza muda hata kuanza kumwangalia, kumfuatilia, pale tayari uko napishana neema ya utakaso. Maana Mungu ni mwaminifu. Unapoendelea kuwa tayari kwa ajili ya wokovu na kwa kuamini katika neema, maana yake unalindwa. Mungu anachia neema ya utakaso, neema kuishi maisha yenye utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema hii ya utakaso iumbike ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno la Bwana leo akupandishe kiwango cha utakaso katika jina la Yesu. Uanze kuchukia na kuona kwamba maovu na uchafu wote ni vibaya, na uanze kuishi maisha ya kujitunza, kwa maana Mungu amekusudia uishi maisha yenye utakaso hadi hapo ajapo. Bwana sifiwe. Na by the way, hatujui siku wala saa. Kwa ni jambo linaloendelea. Kutunza utakaso ni jambo linaloendelea. Si la mwezi, wiki wala mwaka. Tangu ulivyookoka unatakiwa kutunza wokovu wako, kwa maana ya kutunza utakatifu, na uone kwamba ni haki yako. Wala usisikie maneno ya watu kwamba wokovu haupo, utakuwaje mtakatifu? No, ni watakatifu kwa sababu tumemwamini mtakatifu, lakini pia kuna neema inayotufanya tuishi maisha yenye utakaso. Pige Bwana makofi mengi. Kwa hiyo kikubwa katika hili, watoto wa Mungu, usijirudishe nyuma, kupiga hatua nyuma. No, piga hatua mbele, kusonga mbele zaidi na Bwana. Maana tunatoka utukufu kwenda utukufu. Ulipookoka ulikuwa ni mchanga kiroho, lakini kwa kadri unavyoendelea ikupe nafasi ya kupanda viwango vya wokovu, viwango vya utakatifu. Ile neema ya kuishi maisha matakatifu endelee kuumbika ndani mwako kila ikwapo leo. Kwa hiyo lazima moyo wako amini hivyo, na uwe na utashi kwamba ninaenda level nyingine. Kwa kama kuna vitu na unaomba Mungu akusaidie, ni kwenda kwenye hatua nyingine ya kuishi maisha yenye utakaso. Sema amen. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Mungu akusaidie ili katika majira haya ambayo yako yanachanganya wengi, na wakati mwingine wengine wanaishi maisha ambayo hayaeleweki, lakini wewe kwa neema hii ya Mungu akulinde katika utakaso katika jina la Yesu Kristo. Pige Yesu makofi mengi. Msamiati wa hapana uutumie kwamba hapana. Hapana kwa ulevi, hapana kwa zina, hapana kwa wizi, hapana kuingia kwenye madisko na vitu vingine kama hivyo. Wengine wanacheza kamari, wameokoka, wana beti. Beti ni kamari. Ifike mahali useme hapana. Unapoendelea kuishi maisha hayo, maana yake uko unarudi nyuma. Uko unarudi, hauko naenda mbele, uko unarudi nyuma. Na mwisho wa siku utaanza kuishi kama mpagani tu wa kawaida. Mungu atusaidie sana. Sema amen. Akupe neema ya kutunza wokovu wako katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa neno la Bwana leo liumbe kitu ndani ya maisha yako. Hiyo neema ya utakaso iweze kuhuika ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Mpige Yesu makofi mengi. Thank you Lord. Kwa Mungu ndiye ambaye anatutakasa nafsi zetu, roho zetu, miili yetu. Kwamba mwili hauokoki. Hiyo kumekuwa na kawaida, watu wanasema mwili hauokoki. Kwa hiyo mwili hauokoki, maana yake unataka kujiruhusu tu. Unasema ndani nimeokoka na Kristo, lakini huku uzinzi uendelee, ulevu uendelee, na mambo haviwezekani. Hivyo vitu ni impossible. Kama umeokoka umeokoka, hujaokoka basi hujaokoka. Usifike mahali ukaishi maisha yasiyoeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kubwa zaidi ni kuamini kwamba kuna neema ya kukulinda kwenye utakaso. Utakaso wa roho yako, utakaso wa nafsi yako, utakaso pia wa mwili wako. Kwa waamini hivyo kwamba hiyo neema ambayo ni Mungu mwenyewe inatosha kufanya ukaishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa ni kuamini katika hii nguvu ambayo Mungu anaitoa kwako, ili kwamba ifanye kazi, ikusaidie. Wakati mwingine usingeweza, lakini Mungu ni mwaminifu, anaacha hii neema iweze kuwa sehemu ya maisha yako. Sema amen. Neema nyingine ambayo inaachiwa ni neema
ya kukuwezesha. Neema ya kukuwezesha ni neema ya kukutia nguvu. Wakati mwingine ni kweli umeokoka, lakini unaweza kuwa unakutana na hali fulani ya kukata tamaa. Unakutana na hali fulani ya kuwa na mambo ambayo yanakukandamiza. Unakutana na hali fulani ambayo yanakukatisha tamaa, aidha kupitia uchumi wako, aidha kupitia huduma yako. Unaona kama mambo hayaendi, na mwisho wa siku unahisi kama labda hujaitwa, unahisi kama labda umejiweka mwenyewe, na kama unajihisi kama unadhoofika, ni kama unapungua. Lakini ipo neema ya kututia nguvu. Mahali ambapo tunaelekea kudhoofika, ipo neema ya kututia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika hali zote unazopitia, ukifika mahali kuanza kuona ni kama unapungua, ni kama kuna hali ya woga inaingia, ni kama kuna hali ya kutokujiamini, ni kama kuna hali ya kukata tamaa, amini katika neema ya Mungu ya kutia nguvu. Usimame na kuinuka, moyo wako furahi na kuamini kwamba wewe ni mshindi zaidi ya washindi. Kwa maana ipo nguvu ya kututia nguvu, ipo neema ya kututia nguvu, na ni Mungu ambaye anaachia hii neema. Yesu asifiwe. Kwa hata kama watu wanakuonea huruma, ni kama wanatamani wakusaidie, lakini hawawezi, lakini kwa maneno na hali ya impression ya mwili wanaonyesha kama wanakuhurumia, na mwisho wa siku na wewe unabweteka, unaona kama nimefika pabaya, uchumi wangu umeharibika, afya yangu imeharibika, familia yangu imeharibika, na kwa huruma hizo zinazokuonyesha ukaanza kudhoofika na kujiona kwamba sasa unazimia. Rafiki, ni kwa neno la Bwana leo, Bwana na kutia nguvu katika jina la Yesu Kristo. Simama, amini katika neema ya kutiwa nguvu, neema ya kuwezeshwa, kwamba bado unaweza kuendelea kusonga mbele, bado unaweza kuendelea kusimama na Bwana, bado unaendelea kuwa mzuri katika wokovu, bado unaweza ukafanya mambo makubwa, hata kama kuna hali hiyo ambayo inaashiria kukurudisha nyuma. Amini katika neema ya kutiwa nguvu. Mungu ni mwaminifu. Anapozungumza kwa habari ya neema ya kutiwa nguvu, hiyo neema ipo. Ni swala la kuamini kwenye neema na kuinuka tena, kwamba siko tayari kuanguka, siko tayari kuyeyuka, siko tayari kuzimishwa. Unajisimama na Bwana kwa kuamini neema hiyo ya kutia nguvu. Piga makofi mengi katika jina la Yesu. Mpige Yesu makofi mengi. Na ni kwa neno la Bwana leo, wewe ambaye umedhoofika, ni kama una weakness fulani kiroho, ni kama ina fulani ya kukata tamaa, ni kama unajiona sasa umefika mwisho, kwa neno la Bwana leo, Bwana kutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ukainuke tena katika jina la Yesu Kristo. Ukapokee nguvu upya katika jina la Yesu Kristo. Hofu zikaondoke katika jina la Yesu Kristo. Mashaka yakaondoke katika jina la Yesu Kristo. By the way, hofu, woga si mpango wa Mungu. Ukianza kuona hizo hali, kemea na simama kwa hiyo neema ya kutiwa nguvu, na endelea kumwishia Bwana. Mpige Yesu makofi mengi. Sema amen. Mungu akusaidie rafiki, ili usikate tamaa, lakini pia kwa neno lake leo uweze kuinuka tena katika jina la Yesu Kristo. Soma Warumi sura 8 mstari 37. Soma hapo. Warumi 8 mstari wa 37. Neno la Mungu nasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hapo ni neema ya kutiwa nguvu, kutokubali kuzimishwa, kutokubali kuyeyuka kwa lolote, kutokubali kuzimia. Tunatiwa nguvu naye katika kila hali. Rafiki, usiogope, amini katika neema ya kutiwa nguvu na Bwana. Utakuwa mbali na kuonewa na adui. Sema amen. Sema amen. Moyo wako ambao ni kama umeinama, ni kwa neno la Bwana leo ambalo Mungu mwenyewe ananena na wewe kwamba hata kuacha, anakutia nguvu. Moyo wako inuke katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Yesu asifiwe. Bwana akakutie nguvu, ifike mahali uanze kuona ushindi na kujiona kuwa ni mshindi na zaidi ya washindi katika jina la Yesu. Roho ya kukata tamaa iachie maisha yako.
Maisha haya yanahitaji nguvu ya kung'ang'ana, nguvu ya kutokata tamaa. Lakini huwezi kuwa na nguvu ya kung'ang'ana kutokata tamaa huku hakuna neno ambalo umelibeba. Bwana asifiwe. Lakini lazima ulibebe neno la Bwana, kwamba ipo neema ya kutiwa nguvu, ipo neema ya kuwezeshwa. Kwa hata kama mambo yote yako yanaenda isivyo, ni kama unasongwa, ukiangalia mbele unasongwa, nyuma unasongwa, upande ni kama huoni msaada, lakini waamini katika neno la Bwana leo kwamba Bwana anaacha neema ya kutia nguvu. Ni kwa uwezo wa Mungu unainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe sana. Iwe ni biashara imefika mahali ni kama haieleweki, na mwisho wa siku unajiona ni kama umejiingiza pale si mahali pako, au ni kwenye huduma nafika kama haieleweki, unajiona kama mahali pako. Chochote kile ambacho unakifanya na mwisho wake unaona ni hali fulani ya hofu, yani unajiona kama lakini hili naona kama siwezi, naona kama yameshindikana. Alafu mwisho ukiangalia huko unaona ni kama huna msaada. Neno la Bwana ni msaada kwako. Sema amen. Bwana anatuma neno lake ili likuponye, na kwa neno la Bwana leo nguvu iuike ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Uinuke tena, usimame tena, ujione kwamba unaweza. Ni kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Katika mambo ya uchumi, mambo ya kibiashara, wanasema watu wengi ambao waliinuka mara nyingi, asilimia karibu 90, wale waliopata kuanguka ndio ambao waliinuka tena, na biashara zao, walivyofanya biashara zao wameendelea sana, hawakurudi nyuma. Kwa nini? Alipoanguka hakuinuka tu, kuna kitu alikiokota. Kwa nini ninakwama? Lazima jiulize maswali. Kwa nini ninakwama? Sasa baada ya kujua kwa nini nakwama, anagundua ninakwama kwa sababu sijadhibiti mahesabu yangu, store zangu, uchumi wangu, marketing sifanyi. Kwa hiyo yawezekana ndio maana biashara yangu haiendi. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo amepita kwenye huo mtihani, ndivyo ambavyo pia ule mtihani umeleta fundisho kwake. Kwa hiyo hawezi kurudia kukwama tena. Kwa nini? Tayari ametegua kile kitendawili. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mpige Yesu makofi mengi. Chochote kile ambacho kinakusonga na unafika mahali pa kukata tamaa, nasema usikate tamaa katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Bwana anacha neema ya kutia nguvu leo katika jina la Yesu Kristo. Inuka, simama, songa mbele na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kwa umekatisha tamaa, hata kubuni na kuhisi kwamba ufanye nini, unakata. Nasema basi mimi ni mwisho. Na shetani anachokifanya, analeta mafundisho mengi. Katika familia yenu hakuna aliyefanikiwa. Katika familia yenu hakuna mtumishi hata huyo. Kwa hiyo hata kama unasikia kama moto kanawaka ndani mwako, ka utumishi, unakuwa na bidii, unajitahidi kuomba, unajitahidi kwenye utoaji na mambo mengine, mwisho wa siku kale ka sauti ka shetani anamwambia, unaenda wapi? Familia yenu kwani kuna mtumishi hata mmoja? Familia yenu kuna mtu aliinuka katika hali ya kumtumikia Mungu? Hayupo. Sasa wewe kwa kusikia sauti ya shetani unasema, lakini kweli mbona ni kama sina neema? Mbona nafanya vitu kama nalazimisha? Mbona nakutana kama ugumu fulani? Shetani anachofanya, anacheza na mazingira, anacheza na akili ya mtu. Ukiona hiyo hali inatokea na uko tayari ni mtumishi, simama na neno la Bwana leo kwamba ipo neema ya kunitia nguvu. Halafu inuka na songa mbele. Tena ufanye kazi kwa bidii, jiachilie kwa Bwana. Bwana kutumie kadri apendavyo, na Mungu ni mwaminifu, hata kuacha, atalitimiza neno lake. Sema amen. Bwana asifiwe. Na wengine wameambiwa kwamba ninyi katika familia yenu hakuna aliyeolewa akatunza mji wake. Wamenenewa maneno hayo, na wanaanza kuangalia nyuma kwenye familia zao, wanakusanya, wanafunga mafundo kwamba ni kweli yule bibi kwa babu sio nini, naye aliolewa akatoka. Anaye kwa na shangazi hivyo naye aliolewa akatoka. Hizi mpaka kwenye ukoo wa mbali naye aliolewa akatoka. Huyo ni adui shetani. Unachotakiwa kuamini kwamba Mungu anakusudia mema kwa ajili yako. Na simama na Bwana, uamini kwamba kuna kushinda zaidi ya kushinda kwake yeye atutiaye nguvu. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo jione kwamba katika hiyo ndoa wewe una uwezo, na ifike mseme na hili ninaliweza. Bwana asifiwe. Kile swala kukaa kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako na mwanaume kutunza mji wake, yani ifike useme na hili naliweza. Bwana asifiwe. Usikiri kwenye kushindwa, ukiri kwenye kushinda. Anayekwambia ninyi hamtaolewa, mwambie mimi naamini katika neema ya Mungu iko juu yangu, mambo yote yanawezekana. Mchumba wangu yupo, mume wangu mzuri yupo. Bwana asifiwe. Mpige Yesu makofi mengi. Mungu akusaidie. Hii pia neno la Bwana likaumbe kitu ndani mwako, lisikuache tu kama ulivyo, lakini likakuinue, likalete nguvu ndani mwako, likalete ufahamu ndani mwako, lakini likalete utayari ndani mwako. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa ni kuamini kwamba sisi ni washindi na zaidi washindi kwake yeye atutiaye nguvu. Ushindi wetu uko katika Bwana. Sema amen. Sema amen. Kuna mfano habari za David, yule ambaye alipata kumshinda Goliati. Goliati anakuja na matisho, ana mikuki, ana nini, amevaa kama mtu ambaye tayari anaweza akamshinda Daudi, na mwisho wake ikaonekana kwamba vile vita hivyo viweza kumsaidia. Lakini David anasema, wewe unanijia kwa fimbo na kwa fumo na mapanga na mikuki, lakini mimi nakujia kwa neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Na alipata kumpiga jiwe Goliati, na lile jiwe likapata kumuua Goliati. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi ule si ushindi wa kawaida, ni neema ya Bwana. Sema amen. Mpige Yesu makofi mengi. Wewe ni mshindi zaidi wa shindi katika jina la Yesu Kristo. Neema ya kushinda iumbike ndani mwako katika jina la Yesu Kristo. Rafiki, usiogope. David hakuogopa wala kuangalia giantness ya Goliati, hapana. Hakuangalia vifaa alivyokuwa navyo, hapana. Lakini aliamini katika ile nguvu ya Mungu mwenyewe, kwa mnanijia kwa, lakini mimi nakujia kwa nguvu ya Mungu, kwa neno la Bwana. Na alipata kumshinda Goliati, na Wafilisti wakakimbia wakatayari. Sema amen. Kwa tunajifunza kwamba ipo neema ya kutufanya tuweze kushinda. Kwa lazima tuamini katika hiyo neema. Tusijiangalie tu sisi wenyewe. Ukijiangalia wewe kama ulivyo, yawezekana ukaamini kwamba wewe hapa una nafasi. Lakini ukiamini katika nguvu ya Mungu ambayo Mungu anaacha juu yako, unauona ushindi mbele yako. Sema amen. Bwana afungue macho yako ya rohoni ukapate kuona neema ya nguvu, neema ushindi juu yako katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni neema ya kutuwezesha, ni neema ya kututia nguvu. Mahali ambapo tungeweza kutahayarika, hatutahayariki. Kwa nini? Ipo neema juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa lazima ujiruhusu pia kama mtu aliokoka, mtu wa nje hata kama naogopa, lakini mtu wa ndani awe hai. Sema amen. Yeye anayeamini katika nguvu za Mungu ni mtu wa ndani. Mtu wa nje anajiangalia umbo lake, jinsi alivyo, udogo wake, wembamba wake, aidha hana sauti nzito. Lakini na kwa kujipima kwa mtu wa nje anaweza kaona kushindwa. Lakini lazima uruhusu mtu wa ndani ainuke, asimame, akasema ninaweza katika yeye anitiaye nguvu. Akasema mimi ni mshindi zaidi wa washindi, kwani ni nguvu ya Mungu iko juu yangu. Sema amen. Bwana asifiwe. Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Piga makofi mengi na nderemo za shangwe. Shadraka na Meshaki, majira ambayo tayari wako mbele ya mfalme Nebukadneza, wanakiri kwamba sisi hatuko tayari kupiga magoti kwa sanamu ya mfalme, kwa sababu tunaamini kwamba Mungu wetu ana uwezo wa kutushindia. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayeongea vile ni mtu wa ndani. Mtu wa kawaida anaogopa, niongee mbele ya mfalme, niende kinyume na mfalme, kwani ule mwili una hofu, lakini roho iradhi. Sema amen. Kwa jiruhusu mtu wa ndani aikue, ainuke,
asimame ili uweze kushinda na zaidi ya kushinda. Usiende kimwili mwili, usiende tu kwa fahamu tu na mwili wako, no. Lazima uruhusu mtu wa ndani ili aweze kuwa hai na asimame kwa nafasi. Hapo ndipo ambapo unapata kushinda na zaidi ya kushinda. Hata hayo ambayo unaona kama yana matisho kwa macho ya kuona katika ulimwengu wa roho, hayo ni madogo katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana asifiwe. Kwa changamoto yote tunakutana nayo, hebu itizame kwa mtizamo wa mtu wa ndani. Bwana asifiwe. Itizame kwa mtizamo wa mtu wa ndani, kwa mtu wa rohoni, ili kwamba hayo yanaonekana kwamba ni makubwa kwa mtu wa nje, kwa mwilini, hayo ni madogo katika mtu wa ndani, katika mtu wa rohoni, katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi na nderemo za shangwe kwa ajili ya Bwana. Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine tunaogopa hata bila sababu yoyote ile, kwa sababu tumepungukiwa na maarifa ya kimungu, tumepungukiwa na kujua kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso 6:16, naomba usome hapo. Waraka wa Paulo kwa Efeso, soma hapo. Waefeso 6:16 mstari wa 16 nitasoma. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Katika hili Mungu akupe neema pia ya antena ya imani yako iweze kuongezeka. Antena imani yako iweze kuongezeka, kwa sababu ushindi wetu uko kwenye imani. Tunaamini kwamba Mungu anaacha neema ya kutufanya tuwe washindi, anaacha neema ya nguvu ndani mwetu. Kwa nje ya imani huwezi kuona hilo, lakini pia unaposimama ukawa na imani na Mungu wako, ukawa na imani na neno la Bwana, hapo ndipo ambapo unapata kuwa mshindi na zaidi ya washindi, kwani antena yako ya imani imesimama. Sema amen. Bwana asifiwe. Kiwango chako cha imani kwa neno la Bwana leo kiongezeke katika jina la Yesu Kristo. Imani yako isitindike wala isizimike katika jina la Yesu, bali imani yako iongezeke katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi na nderemo za shangwe. Mungu atusaidie sana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anasema, japopita katika moto, miale ya moto haitaniunguza. Japopita katika bahari, mito ya bahari haitanigarikisha. Kwa nini? Ni neema. Huwezi kupita kwenye miale ya moto, kwenye moto ukatoka salama, lakini kwa neema ya Mungu hata mazingira tete yanayotishia uhai wako tunatoka. Kwa nini? Neema ya Mungu yatutosha. Pige Yesu makofi mengi. Yaani ile nguvu, ushindi wa Mungu mwenyewe. Inafika mahali Mungu ndiye anasimama kwa nafasi yake, kwa maana anahitaji kulitimiza neno lake. Analiangalia neno lake ili alitimize. Kwa huyu aliyenena ni Mungu aliyenena na wewe. Kwa hiyo amini katika hilo ambalo Mungu amenena wewe, kwamba usiogope. Japo pite katika moto, ile miali ya moto haiwezi kuunguza wewe. Kwa nini? Kuna neema ya kutoka. Sema amen. Hata katika bahari, mito, hiyo mito haiwezi kugarikisha wewe. Kwa nini? Mungu yuko pamoja na wewe, kwa maana ipo neema ya kukuvusha, ipo neema ya kukutoa kwenye moto. Piga makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Kwamba kuna majaribu ambayo hata unapoangalia yanawaka kama moto. Kuna majaribu ambayo unapoingia ni kama umeingia kwenye bahari. Rafiki, usiogope. Amini katika neema ya Mungu ambayo iko juu yako, kwamba hata hayo ni swala la muda, ni majira tu, na any challenges huwa ni transitional. Aina yote ya changamoto ni mpito, ni swala la majira. Kwa jipe muda, endelea kusimama na Bwana, unatoka katika jina la Yesu Kristo. Lolote hilo ambalo kunapitia, ambalo liko kwenye hatua ya kukopesha, liko hatua ya batisho, rafiki, usiogope. Kwa neno la Bwana leo unatoka katika jina la Yesu Kristo, unavuka katika jina la Yesu Kristo. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Piga makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Inawezekana upo unasikia neno la Bwana leo, lakini Mungu anahitaji kuvusha kwa neno lake. Unachopaswa ni kuliamini neno lake leo, kwamba Mungu yuko tayari kukuvusha.
Mungu kwenda kukuokoa, kukuponya na aina yote ya misongo inayokuangalia wewe, aina yote ya mishale ambayo iko inatafuta kuchoma wewe. Amini kwamba hiyo neema ya Mungu ipo tayari kwa ajili ya kukuvusha. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo usiogope. Bwana asifiwe. Mtikise jirani, mwambie jirani usiogope, kwa maana neema ya Mungu ipo kwa ajili yako. Ni swala la muda tu, ni majira tu, na kuona ukivuka katika jina la Yesu, na kuona ukitoka katika jina la Yesu. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, yuko tayari kukuvusha na usiogope. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14, naomba usome hapo. Wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Tasoma. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo, na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Bwana asifiwe. Mungu anafanya nini? Anatushangiliza. Kutushangiliza ni ile furaha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila hilo unalopitia, amini kwamba Mungu yuko tayari kukushangiliza, na neema ya ushindi ipo kwa ajili yako katika jina la Yesu. Lazima uliamini neno la Bwana kwamba Mungu yuko tayari kukufanya ucheke. Mungu analeta raha kwako, anakushangiliza. Itabaki ni ushuhuda tu wa kuambia watu wengi kwamba hata mimi nilipita hapo, lakini Bwana alisimama pamoja na mimi. Bwana alitengeneza njia pasipo na njia. Bwana alifungua milango iliyofungwa na nikapata kutoka. Na leo nina ushuhuda wa kueleza jinsi ambavyo Mungu alisimama pamoja na mimi. Rafiki, kuna vipindi vigumu ambavyo unahitaji kuamini katika neno la Bwana, si neno la mtu. Sema amen. Sema amen. Kuna vipindi vigumu ambavyo vinampata mtu, nafikia mtu ambapo anabaki yeye na Bwana, na watu au maneno ya watu hawezi kumsaidia, lakini kinachomsaidia pale ni neno la Bwana ambalo amelibeba. Sema amen. Kwamba hata katika hayo kuna majira ambayo Bwana anakushangiliza. Bwana analeta raha kwako. Bwana anakufanya usmile. Bwana anakufanya ucheke. Kwa kuna kicheko kiko mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Hata kama unapita unasongwa, ni majira yako ya mtihani, ni majira ya kupimwa imani, lakini amini katika ushindi na neema ya Bwana, kwa maana anaahidi kwamba anakushangiliza, analeta raha kwako, analeta furaha kwako, anakuletea raha. Mpigie Yesu makofi mengi. Yesu asifiwe. Unaamini hivyo? Piga makofi mengi na nderemo za shangwe. Kwamba hali ya afya yako ni mbaya na watu wamekukatia tamaa. Hata wewe shetani anaonena na wewe, anakunong'oneza kwamba rafiki, mwaka huu unatoka. Hapo katika ninaenda kumwona mtu mmoja, hali yake alikuwa si nzuri, ana tatizo la mgongo, pingili zake ni kama zinasumbua. Sasa anapata shida, akaongea neno moja, anasema, mchungaji, haya mambo ninayoyaona na hii hali nilionayo, nadhani huu mwaka siwezi kuvuka. Nadhani huu mwaka ni kama mwaka ambao naona kama ninaondoka. Nikamwambia, acha kuongea hivyo, badili kauli. Amini kwamba Mungu yuko upande wako na unavuka, usiogope. Haya ni mambo ya muda mfupi, itabaki ni historia. Tutaenda kuomba na wewe, tukaomba pamoja naye, lakini utaona jinsi ambavyo alikuwa tayari amesukumwa. Yaani mazingira na mateso yale na kuhangaika kumemfanya afike mara seme, huu ni mwaka wangu wa kuondoka. Kwa kuna mateso ambayo yanafika mahali yanawaka kama moto, yanachoma, yanakufanya yaani uanze kama kuweweseka, lakini hupaswi kuweweseka, hupaswi kuogopa, hupaswi kukata tamaa. Liamini neno la Bwana kwamba hata katika hayo majira magumu Bwana anakushangiliza katika jina la Yesu Kristo. Bwana analeta raha kwako katika jina la Yesu Kristo. Mpigie Yesu makofi mengi. Ni uchumi wako. Wakati unachekwa, watu wafika mahali kwamba rafiki, wewe si kitu, si lolote. Mtu mmoja kaniambia, ungekuwa ni kabila letu, ningekupeleka kwenye milima yetu kule, angalau ukatengenezewa dawa. Ni majira fulani nilikuwa napita, lakini niliamini katika nguvu za Bwana. Nikamwambia, rafiki, ninaamini mtetezi wangu yu hai. Haya ni majira yangu ya kupita. Nipate kuwapa ushuhuda hapa
Kwa majira fulani niona niko first class, natembea kwenye carpet nyekundu, yeye yuko nyuma kule economy, na hatuwezi kuonana tena. Kwa sababu wewe mko first class, ina maana pale wanazuia, wanafunga kabisa. Wale ni first, yeye ni economy, hamkutani mpaka si wapi. Hata kama ni kwenye hoteli, mkifika kwenye kituo fulani, wewe huwezi kukutana naye. Kuna gari nzuri inakuja na wapeleka wale wa first class. Hawa nao kuna ile mabasi wanaenda wameshika huko juu, wala nyingine wanapelekwa kule. Sasa siku wewe nakutana, ananiambia rafiki, wewe uko umekuja na first class. Nikamwambia sasa mimi nimekuja na first class na naenda kwenye lounge ya first class. Hakuamini, lakini niliona jinsi ambavyo Mungu anaweza kushangiliza. Mungu anaweza kukupa raha. Yaani kwa sababu tayari uliopitia. Kwa nini? Ni Mungu, neema ya Mungu yatosha. Ufike tu mahali uamini katika hilo kwamba haya ni mapito yangu, lakini najua mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Unakiri ushindi, si kushindwa. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Wakati mwingine tunatembea kwa hofu. Aina nyingine ya neema ambayo unapaswa kujua ni neema ya utumishi. Ni neema ya utumishi. Neema ya utumishi. Neema ya utumishi. Soma Waebrania 12:28. Waebrania 12 na ule mstari wa 28. Tasoma: basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Hapa Mungu anazungumzia habari ya neema ambayo inatufanya tuweze kutumika, na ile neema ikiwa pamoja na sisi, ikiwa juu yetu. Maana utumishi wetu hamgombani. Aina fulani ya kugombana, aina fulani ya ni kama aina fulani ya uko vitani, haipo. Neema inapokuwa juu yako, mtu anaweza kufika tu mahali si kwamba ametumia gharama kubwa, lakini kwa jinsi ambavyo vile neema iko juu yake, unakuta anaanza kanisa leo, mwaka wa leo, baada ya miaka 3, 4, 5 ni mambo mengine, miaka 10 ni mambo mengine. Lakini mtu mwingine akaanza huduma mwaka wa kwanza, familia 3, mwaka wa pili, familia 3, mwaka wa 5, familia 6, mwaka wa 10, familia 8. Hapo kuna mapungufu ya neema. Lazima ifike mahali unapoomba uombe neema, kwa Mungu, niko mbele zako. Ninaamini sikujiita mwenyewe. Ninaamini miongoni mwa wale waita ili wakutumikie. Na Mungu aliahidi kutenda kazi pamoja na watumishi wako. Nahitaji neema ya utumishi iachiliwe juu yangu. Bwana sifiwe. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo neema inapokuwa juu yako, rafiki, utauona mkono wa Bwana ukitenda kazi pamoja na wewe. Sema amen. Na kwa mtu ambaye haelewi neema, anaweza kajiona kwamba yeye ni mjuaji, yeye anajua homiletics sana, anajua theology sana. No, hicho ni kiburi tu cha mtu. Kufanya vema ni neema ya Mungu mwenyewe. Bwana sifiwe. Kwa sababu hata hao ambao hawafanyi vizuri wameitwa kama wewe, na wameingia kwenye utumishi, walichopunguka ni neema. Wanahitaji tu hiyo neema iumbike juu yao, ili kwamba waweze kuenenda kwa hiyo neema. Na hiyo neema kwa juu watafanya mambo makubwa. Bwana sifiwe. Mpige Yesu makofi mengi. Kwa rafiki, katika hatua yote ile aidha ya utumishi ambao umeitiwa na Bwana, katika mambo muhimu ya kuomba ni kuomba neema, kwamba neema ya kiutumishi iweze kuwa juu yako. Sema amen. Kwamba mtu anaimba sauti na nyoka, naimba sauti inavuta watu, inagusa watu wengi. Kuna kanema ka utumishi kako pale, ambao kanaambatana na anointing, upako fulani ambao unaachiliwa. Kwa nini? Hiyo neema ya Mungu iko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwamba mtu anahubiri kwa saa moja watu wanaokolewa 3,000, ni kaneema kako pale. Sema amen. Ni nini? Ni kaneema kako pale. Kwa tunapokuwa tunatoka kwa ajili ya utumishi, ifike mahali tujinyekeze mbele za Mungu na tujiruhusu kwa Mungu kutembea katika neema,
kutumika katika hiyo neema, ili kwamba utumishi wetu uweze kuwa na matunda, utumishi wetu uweze kutembea katika viwango ambavyo vimekusudiwa na Mungu wetu. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nipenda kuambia hapa, mtu mmoja alifungua kanisa kule Mbezi Beach. Alikuwa ametoka kusoma Uganda, na akasema yeye anahitaji kuvua samaki wakubwa, lakini pia naona moyo wako ulikuwa kwenye shekeli. Kwa maeneo kama hapa Vijibweni, nadhani pasingekuwa rafiki kwake, kwa sababu yeye alikuwa anaangalia mambo ya kwenye macho tu ya kawaida. Kwa kaamini kufunga huduma Mbezi Beach, ambapo aidha kuna watu labda tayari wako kwenye viwango vya uchumi mkubwa, na akaamini kwa maana ametoka chuoni, na akakusudia kwamba aanze tu ibada ya Kiingereza pale. Lakini sikufichi, alifungua kanisa pale, halikuchukua muda ile kanisa hakuna aliyekuja pale. Kwa nini? Neema haikuwa juu yake. Lakini pia alitanguliza fedha. Mungu anapokutumia, anapokuita, anaangalia moyo wako, kwa jinsi gani uko tayari kwa ajili ya kumtukuza yeye, kwa ajili ya kumtumikia yeye, jinsi gani ambavyo umejitoa kama dhabihu kwa ajili ya utukufu wake. Anapoona moyo huo utayari, moyo uliopondeka, moyo kusema ndiyo Bwana, mimi chombo chako, mimi ni kazi ya mikono yako, niko tayari. Huo moyo anapouona ni moyo ambao unagusa moyo wake, na kwa maana hiyo anaachilia hiyo neema. Kwa hiyo yale ya Mungu yanazidi kusimama maishani mwako, na anaendelea kukuboresha, kukupandisha viwango hatua kwa hatua. Mpige Yesu makofi mengi. Kwa katika utumishi pia tunahitaji neema. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Sema amen. Ni mtumishi, aidha ni mwinjilisti, ni mchungaji, ni nabii, ni nani, katika huduma yote ile unahitaji neema ya utumishi. Na ni kwa neno la Bwana leo, neema hii inaachwa juu yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe. Sema amen. Neema nyingine ambayo ni muhimu ni neema ya utosherevu. Neema ya utosherevu. Bwana asifiwe sana. Neema ya utosherevu, maana yake utosherevu, hakuna kupungukiwa. Zaburi 23, naweza kuanzia kusoma pale. Soma mstari wa kwanza, endelea. Uko wapi msomaji wangu? Zaburi sura 23, Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Ishatoa hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema amen. Huu ni wimbo wa Daudi. Anaeleza jinsi ambavyo ameweka tumaini kwa Mungu wake. Anaeleza jinsi ambavyo anaamini katika provision ya Mungu, kwamba Mungu ni mtoshelezi wake na hawezi kupungukiwa na lolote. Kuna neema ya utosherevu ambayo Mungu anaiachilia juu ya watoto wake, na hiyo neema inapokuwa juu ya mtu hawezi kupungukiwa. Bwana asifiwe. Hata kama kuna mazingira ya ukata, anaona neema fulani ya mpenyo wa kupata, wa kupokea ikiumbika maishani mwake. Anaona neema ya kupata fursa ikiwa juu yake. Anaona neema ya moyo wake kuwa na amani ikiumbika ndani mwake. Kwa nini? Hiyo neema utosherevu ni Mungu ambaye anakupa. Kwa hata katika maombi unayoomba ni kuomba hiyo neema utosherevu iweze kuwa juu yako. Sema amen. Bwana asifiwe. Kutokupungukiwa. Utosherevu maana yake ni kutokupungukiwa, ili kwamba katika maisha yako hiyo neema iko juu yako, rafiki, hutapungukiwa na lolote. Baada ya kuomba utakuwa mtu wa kusaidia watu. Bwana asifiwe. Na ni kwa neno la Bwana leo, hiyo neema iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi mengi. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Maana pia katika kutoa kuna baraka zake. Katika kupokea lazima ujenge moyo wa kutoa na uwe tayari kwa ajili ya kutoa, kwa sababu tunapotoa maana yake tunapokea return.
Lakini unapofika mahali kwa ni mtu tu wa kutegemea kupewa, kusaidiwa, maana yake pia hakuna ritani. Bwana sifiwe. Sema amen. Sema amen. Bwana sifiwe. Kwa hiyo katika hili pia unapohitaji kwenda kwenye viwango vya utoshelevu, lazima pia ikupe nafasi ya kuwa mtoaji. Tikisa jirani kwamba lazima rafiki uwe mtoaji. Sio tukisema sadaka hapa unaanza kukunja uso, alafu namtikisa na jirani, sema mchungaji anatudai sadaka. Huyu mchungaji siku zote ni sadaka tu. Hicho unachokifanya maana yake unajiwekea kizuizi. Jiruhusu useme hii ni fursa yangu, na uiseme kwa moyo na kwa utayari kwamba haya ni majira yangu ya kutoka, haya ni majira yangu ya kuinuliwa, haya ni majira yangu kubariki. Kwa sababu kanuni ya kupanda inatuambia kwamba unavuna. Kwa kama hauko unapanda, maana yake usitarajie kuvuna. Bwana asifiwe. Ni sawa na mtu ambaye yuko anamtolea Bwana kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu. Kwamba kwa nini Mungu anahitaji tu watu wakuu tubarikiwe? Kwa sababu anahitaji tuwekeze kwenye ufalme wake. Bwana asifiwe. Anahitaji pia tuweze kutunza familia zetu. Anahitaji pia iweze kutusaidia kwenye huduma, kufacilitate huduma zetu. Umeitwa kwenye huduma fulani, baada kusema lazima mchungaji alete sadaka, uko labda kwenye kwaya, uko kwa wamama kule, baada kutegemea tu kama mchungaji ile ikifike mahali tu basi angarau akupe mpenyo na hatimaye uweze kuzalisha fedha. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wangapi wanaamini katika utoshelevu wa Mungu mahali hapa? Kama upo inua mkono wako juu. Rafiki, mafanikio yote yale ambayo yanaweza kupatikana nje ya Mungu ni ya muda tu. Lakini ukihitaji utajiri wa kudumu, mafanikio yenye heshima, ni yale ambayo yana msingi wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kwamba utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, na kapu lako haliwezi kupungukiwa. Kwa nini? Kuna mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Sema amen. Kuna hii neema ya utoshelevu ya kutokupungukiwa ambayo pia ni neema ya Mungu kwetu. Bwana asifiwe. Sema amen. Kwa katika maisha yako usiwe na aina fulani ya kukatakata tamaa. Usiwe na fulani ya kutegemea wanadamu tu. Hapana. Mtegemee Mungu. Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuinua watu na wale watu wakafanyika baraka kwako. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Mungu ana uwezo wa kukuinua kutoka mavumbini akakupandisha ukakuketisha pamoja na wakuu. Huyo ni Mungu, ana uwezo huo. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kusimama pamoja na wewe na kamwe usipungukiwe na lolote, na ukaendelea kuishi maisha yanayompa Mungu tukufu kwa jinsi ambavyo amekuwa mwaminifu kwako. Lakini hata kama mazingira ambayo yanapima imani yako, rafiki, usikate tamaa. Amini kwamba ni mpito tu. Neema ya utoshelevu ipo kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Ni katika majira haya, kwa neno la Bwana leo, Bwana kupandishe kiwango, ache neema utoshelevu kwako katika jina la Yesu Kristo. Usipungukiwe na lote maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Katika familia yako katika jina la Yesu Kristo. Katika huduma katika jina la Yesu Kristo. Bwana akawe mfadhili wako katika jina la Yesu. Piga makofi mengi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Kama una amani na mafundisho haya, piga makofi mengi na nderemo za shangwe. Mungu atusaidie sana. Ninazo dakika chache zimebaki, na niombe tu nikushirikishe mambo ambayo unapaswa kuyaepuka. Mambo ambayo unapaswa kuyaepuka. Soma Wakorintho wa pili sura 6 mstari wa kwanza. Korintho wa pili sura 6 mstari wa kwanza. Tasoma, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Mungu atusaidie sana. Amen. Neema ya Mungu inapoachiwa kwako, neema ya Mungu inapoachiwa kwako, isifike mahali neema ya Mungu ipo kwa ajili yako lakini ukashindwa kuitumia.
Ndio maana kuipokea bure.